kama sikosei Quick Laka. Niko na mama yangu hapa, tapiga naye story, lakini pia kuna mambo ambayo yanaendelea. Tunasikia kuna baadhi ya ndoa zimeishia njiani. Jamani, ndugu zetu, kaka zetu, madada zetu, kwa nini hizi ndoa zidumu? Bwana, niseme tu kaa nami mwanzo mpaka mwisho. Toka na Maimartha. Mamangu, shikamoo. Marahaba, karibuni. Asante, habari yako? Salama, alhamdulillah. Mungu anatufanyia wepesi. Maisha yanaenda? Of course, lazima aende. Tumeshaingia mwezi wa pili. Ndiyo, alhamdulillah. Hivi tunakaribia kufunga Kwaresma tunakaribia. Uzuri ni kwamba Kwaresma na Ramadhan itaanza siku moja, inshallah. Wenzetu watawahi kumaliza, si Wakristo tutamalizia. Ndio. Sawa. Bwana, mimi nikutoe huko. Najua tukifika Ramadhani tutakuwa hatuzungumzi, hatuneni umbea, hatufanyi chochote, ila tuanzie hapa. Jambo ambalo limetuleta kubwa ni kuhusiana na sakata zima la Nana. Baada ya kusema hawezi kuingia kwenye mahusiano na mwanaume ambaye analipwa milioni 1. Hii imekaaje mama? Hivi kweli kwa Watanzania sisi kweli kuna mwanaume ambaye analipwa zaidi ya milioni 1 kweli? Au ndo wale vibopa bopa? Wapo wanaolipwa zaidi ya milioni 1 na wapo wale wa milioni 1. Ukimwangalia Nana na jinsi ambavyo matamshi yale yameyatoa, unajua kabisa ana mipango yake. Inategemea ni mipango ya aina gani. Ipo hivi, unavyojiweka hivyo hivyo watu watakuchukulia. Yaani unapoenda mahali ndivyo hivyo watu watakupokea. Nadhani kuna standard anajaribu kujiweka, which is sio jambo baya, sababu hata ukimwangalia Nana Doll mwenyewe si haba, nyumba yake mwenyewe fiskali, anajielewa kabisa, si haba. Kwa hiyo sio mbaya, kawa na mikakati kama ile, na ni vitu vya kumfanya hata Wema Sepetu astuke kidogo, aangalie jamani. Na namzungumzia Wema kwa sababu nikiangalia hata kipato cha Wema sio kwa ubaya, lakini na Whozu, unaona kabisa Whozu ana kipato kidogo, Wema na kipato kikubwa. Kwa hiyo kuna vitu vingine ni kama elimu tu, tujipange mapema kabla ya kukutwa na lolote vile. Kuna baadhi ya watu wamemjia juu sana Nana baada ya kuweka hili wazi na kusema kwa nini azungumze maneno kama hayo, ikiwa aliwahi kuwa hajalipwa tu 4,500,000 na alienda akatangaza kila sehemu kwa sababu ya kutokulipwa 4,500,000. Inakuwaje kwenye swala kama hili akalitangaze? Ina maana alishasahau kwamba na yeye pia alitoka huko kwa watu ambao walikosa chochote kitu. Labda hiyo 4,500,000 yake alikuwa anaenda kujazia kwenye milioni 5. You never know. Mimi ni mtu ambaye naamini sana mikakati ya mtu, lakini namwangalia mtu mwenyewe mikakati yake, namwangalia pia matendo yake, vitu alivyonavyo. Unaweza ukakataa, lakini unaweza ukakubali pia. Kwa hiyo wanawake ni wakati sasa wa kujipa vision za maendeleo. Msibaki nyuma, wadogo zangu, mabinti zangu, msibaki nyuma. Yaani jipeni vision za maendeleo. Wewe usipige mpango wa 100,000 wakati una uwezo wa kupata 600,000. No, jipe range ya kueleweka. Pesa ukiitaka na yenyewe inakufuata. Lakini ukileta kizaazaa na pesa, pesa inaachana na wewe kabisa. Ndio. Nilikuwa nataka tumalizie hapa. Sasa mbona ilijizima? Tuendelee. Pesa ikikutaka, ukiitaka pesa inakufuata. Ukiletea maringo pesa nayo pia inaondoka. Sawa sana. Hichi ndo ambacho Nana Dolls akaona bora ajiweke kwenye mipaka ya kusema hawezi kudeti under milioni, chini ya milioni 2 tuseme, kwa sababu milioni 1 si ndio milioni 2 yake huko mbele. Ina maana yeye kashajiweka kabisa kwenye range ya kupata pesa ndefu sana, sio hizi ndogo ndogo. Lakini mimi nimekumbuka amezungumzia kwa uzuri tu kwamba hata akikaa mezani watazungumzia nini. Hapo kuna jinsi ambavyo, ndio maana nimesema kuna wakati amekosea, kuna wakati amepatia. Ni vile ambavyo ameamua kujiweka yeye. Sio jambo baya. Sio jambo baya. Wanasema ni style mpya ya udangaji kwa wadada wengine. Ni kweli. Inawezekana kabisa ikawa ni style yake mpya ya udangaji, na kudanga ni kutafuta hela jamani. Uzuri tu ni hakikisha kama ni Nana Doll, kama ni nani, hakikisha unatumia njia iliyo sahihi.
Kwa maana kudanga nayo pia ni njia sahihi ya kutafuta pesa. Kudanga ni kuhangaika, kuhemea. Yani hapa sisi tulipo tunadanga na watazamaji. Okay. Tunahemea habari zetu. Kwa hiyo inawezekana kwa Nana Dolls ikawa ni aina ya kudanga. Lakini amedanga kutumia tafsida. Ndio. Sawa. Kuna kimoja ambacho tumekishangaa sana kwa watu. Baada ya Juma Lokole kuposti bwana, kuandika Nana Dolls na Diva hawana tofauti. Tofauti yao ni mawigi tu, lakini akili zao ziko sawa. Juma kashika tabia. Diva hawezi kumfikia Nana Dolls. Kwa nini? Yani iwe kwa mate, iwe kwa damu, iwe kwa nguo kubadilishana, iwe kwa lolote, hawezi kumfikia Nana Dolls kwa upeo. Hivi uone Diva hata maneno anayoongea ni vichekesho fulani. Yaani uone Diva ni mtu ambaye ashakumsi matusi. Yeye ni binadamu mdogo wangu na mheshimu, lakini ni mtu ambaye hatazamiki, haeleweki, hana mipango kazi, yupo yani vitu vyake havina mpangilio. Wewe haiwezekani ukaambia Watanzania zaidi ya milioni 52 ukawaambia umenipeleka mimi polisi. Meanwhile hujanipeleka. Hivyo mtu ana akili timamu? Labda kitaka kuonyesha watu. Kwa nini uonyeshe? This is real life. Kwa sababu gani? Kwa kosa gani? Mimi nadhani umefika wakati sasa mtu kama Diva kumpuuza. Anatakiwa kupuuzwa. Yani sio mtu ambaye hata analeta habari zenye mashiko. Nasikia anafanya vitimbi huko, lakini mimi ni mtu chuma. Upande shaba, upande dhahabu. Akitaka ananipata wakati wote. Ndio.